Habari ndugu zangu, kaka zangu, baba zangu. Leo nataka niwaletee kipindi cha kuangalia namna ambavyo tendo la ndoa lina faida katika kuepuka kutanuka kwa tezi dume na kutokea kwa saratani ya tezi dume. Kwamba wale wenye uwezo wa kufanya tendo la ndoa mara kwa mara, alhamdulillah, wenye kuwa na wake wawili, watatu, wanne, wana faida kubwa sana ya kuepukana kutokana kwa utanuka kwa tezi dume au saratani ya tezi dume kuliko wale ambao inawezekana mke mmoja, hata huyo mke mmoja mwenye kikazi yuko Dar es Salaam, yeye yuko Dodoma au yuko Mwanza, wanakutana likizo au ana changamoto ya kutanuka kwa tezi dume. Na kweli nimekutana nao. Hebu tuangalie kwa kifupi tezi dume. Tezi dume ni kiungo katika mfumo wa uzazi wa mwanaume ambacho hupatikana katika shingo ya kibofu cha mkojo kuzunguka mrija wa urethra. Tatizo linakuja pale seli zilizoko ndani ya tezi hukua tofauti na mfumo wa mwili na kuanza kwa vivimbe vidogo vidogo na kuanza kuathiri mrija wa urethra na kufanya compression na kuanza kukojoa kwa shida na kuwa na dalili zifuatazo: kukojoa mara kwa mara, mkojo wenye mtiririko dhaifu, kukojoa kwa shida, kupata uchungu wakati wa kukojoa, muda wote kibofu na hisi kimejaa. Inafikia hatua mtu anakosa hamu ya tendo la ndoa. Inafikia hatua mtu akikojoa inafuatana na tone za damu, au akifanya tendo la ndoa inafuata tendo la damu. Akifanya tendo la ndoa inafuata matone ya damu. Nimekutana nao, nimewatibia. Inafikia hatua inaenda mbali, inaziba mkojo, au mtu anakuwa hawezi kucontrol mkojo, anakuwa anatembea na pampers. Pia wote hao nimewatibia alhamdulillah kwa dawa yangu Akela. Fuatilia sana, subscribe. Sasa tuangalie namna tendo la ndoa, mashallah, kufanya tendo la ndoa kulivyo na faida katika kutanuka kwa tezi dume, kutokea saratani. Cha kwanza, tendo la ndoa linasaidia kusafisha mfumo wa mwili wa binadamu pamoja na mfumo wa tezi dume kwa ujumla. Kwa unafanya tendo la ndoa unakuwa achia sperm zile zinakuwa zinaenda kurutubisha. Unapofanya tendo la ndoa, kazi ya tezi dume wakati wa tendo la ndoa haizalishi sperm, nimekosa kidogo. Inazalisha majimaji. Yale majimaji yanakuwa neutralization ya afya ya tezi dume na kwenda kufanya urutubishaji wa sperm zilizozalishwa kwenye korodani kwa ajili ya kwenda kurutubisha yai la mwanamke ili kwa ajili ya mimba kukua. Kwa unapokuwa unafanya tendo la ndoa, unaishughulisha tezi dume inayozalisha maji. Unaposhughulisha tezi dume kuzalisha maji, ina maana tayari unaiflush. Ina maana ule mrundikano wa maji ambao baadaye ingekuwa dormant na kukusanyika na kusababisha kutanuka kwa tezi dume tayari kunaondoka. Hiyo ni faida moja wapo. Faida nyingine ya tezi dume ya kufanya tendo la jimai, tendo la ndoa, ni kuondoa msongo wa mawazo na kuweka afya ya akili na mwili vizuri. Unapokuwa unafanya tendo la ndoa, inaondoa msongo wa mawazo na afya ya mwili na akili inakuwa vizuri. Hiyo iko clear kabisa. Ni tofauti na mtu anakaa miezi 5, 6, 7 anakuwa yuko dormant hafai tendo la jimai. Afya ya mwili na msongo wa mawazo unaweza kuwa nao, kumbe ni kutokana na kugandamana kwa sperm, kwa sababu hazizalishwi kwenye korodani. Pia na majimaji yanayotoka kwenye tezi dume yanagandamana kwa sababu hayazalishwi kwenda kufanya neutralization au kusafisha mayai, kusafisha sperm zilizotoka kwenye korodani. Kwa hiyo unajikuta tayari mwili unakuwa na stress, una msongo wa mawazo na afya ya akili haiwi vizuri na afya ya tezi dume. At the end tezi dume inaanza kutanuka na baadaye mwingine ndio mbali inaweza kutokea kwa saratani ya tezi dume. Tumeona kwamba msongo wa mawazo tendo la ndoa inapoondoa msongo wa mawazo na kuweka afya ya mwili na akili vizuri, inakuwa afya ya tezi dume. Pointi nyingine, inasaidia mzunguko wa damu. Unapokuwa unafanya tendo la ndoa, ina maana mzunguko wa damu nakuwa unazunguka mwili mzima. So tunasema kwamba ni taarifa inatoka kwenye ubongo, unapita kwenye uti wa mgongo, inaenda kwenye ume. Baadaye mishipa vena artery inarelease, hasa mishipa artery inarelease damu na pisha inazalisha damu. Inajaa, yani mishipa ya damu ya artery inajaa damu. Baadaye vena sinya hapo kwa ajili ya maumbile ya mwanaume kusimama vizuri. Kwa unapokuwa tunafanya tendo la jimai, tunasaidia mzunguko wa damu kuwa vizuri na inakuwa ni afya ya tezi dume kutanuka na kutokea saratani ya tezi dume. Ndugu watazamaji, faida nyingine ya kufanya tendo la ndoa, ondoa uwezekano wa kutokea kwa saratani ya tezi dume. Kuna watu wanajikuta na kanayo, akienda kupimwa tu wanamwambia ana viashiria vya saratani ya tezi dume, anza kujiwaza imekuwaje, kumbe ilikuwa tatizo la muda mrefu. Kwa hiyo itimizi unafanya tendo la ndoa, huondoa uwezekano kutanuka kwa tezi dume na kutokea kwa saratani ya tezi dume, kwa sababu tafiti nyingi zimefanyika na kugundua kwamba mwanaume ambaye anafanya tendo la ndoa kwa mwezi mara 21 hadi 31 na zaidi ana faida kubwa ya kupata kutanuka kwa tezi dume
na kutokea kwa saratani kuliko yule ambaye hafanyi tendo la ndoa, au kuliko yule ambaye anafanya tendo la ndoa kwa mwezi mara 4 au mara 7. Kwa mnapofanya tendo la ndoa kwa mwezi mara 21 hadi 31 zaidi, afya ya kutanuka kwa tezi dume na kutokea kwa saratani inakuwa ndogo. Kwa afya yako ya tezi dume inakuwa iko imara, kwa sababu tayari unakuwa inafanya kazi. Kwa kurundikana kwa sperm na majimaji kunakuwa kunatoka, kunasababisha tezi dume inakuwa vizuri kuliko yule ambaye anafanya tezi dume kwa mwezi. Yule anafanya tendo la ndoa kwa mwezi mara 4 hadi 7. Na ni kweli nimekutana na wafanyakazi kuta yuko mkoa huu, mke yuko mkoa mwingine. Ni wengi kuliko hata wale ambao nimekutana nao katika tafiti zangu, ambao ni mwaka wa 5 unaenda wa 6, tayari ni mwaka wa 6. Watu ambao wako kwenye wanawake wawili, watatu, wanne ni wachache nimekutana nao kuliko wale ambao ni watumishi, mke yuko mbali na mume yuko mbali, au wale wenye mke mmoja. Ni wengi kuliko wale wenye mathna, wake wawili, watatu, wanne. Basi nafikiri mmenielewa vizuri kwamba tafiti zimefanyika kwamba mwanamume mwenye kufanya tendo la ndoa mara 21 hadi 31 kwa mwezi ana faida ya kutokea kutanuka kwa tezi dume na saratani ya tezi dume kuliko yule anayefanya tendo la ndoa mara 4 hadi mara 7 kwa mwezi. Karibu sana, subscribe Dr. Balagoma TV Online, follow TikTok na FB. Utakuwa ni mwenye kufaidika. Nimeamua kutoa darasa katika maradhi mbalimbali. Karibu sana. Tiba ipo. Ofisi yako karibu makao makuu ya klabu ya Yanga. Namba za simu 0694029277. Karibu sana.